Kipindi mikoa kama Tabora, Mwanza, Shinyanga ikijizungumzia na kuzizungumzia asili zao, mkoa wa Kigoma umebaki mbali sana na kuzungumza kuhusu historia yake. Na hiyo imepelekea licha ya kuwa na uwepo wa maliasili nyingi kama vile ziwa Tanganyika, ardhi, mbuga za wanyama na zao pekee la asili Tanzania kupamba huko ambalo ni mchikichi, bado nchi imewatenga kwa namna moja au nyingine kwa kuwacheleweshea maendeleo kwenye kila sekta kama vile sekta ya elimu, sekta ya afya pamoja na sekta ya miundombinu. Wengine wanasema watu wa Kigoma ni Warundi na Wakongomani. Hii imesababisha udhaifu mkubwa sana kwa watu kutoka huko. Leo nakuletea makala hii inayoeleza kuhusu chimbuko hasa la Waha na mkoa wa Kigoma kwa ujumla. Mnamo mwaka 200 BC, Wabantu kutoka Afrika ya Magharibi walianza kutanda Afrika ya Kati na Afrika ya Mashariki, na hao ndio chimbuko la kila Mwafrika mweusi na lugha zote zinazozungumzwa katika mipaka ya ndani ya Afrika. Walitokea maeneo kama Habeshi ambayo ni Ethiopia ya sasa, Hausa na Senegal hadi kufikia Afrika ya Kati katika maeneo ya Kongo. Hapo ndipo Wabantu waligawanyika, wengine wakielekea upande wa kaskazini kutoka Kongo hadi mto Tana ambapo ni Kenya, na wengine wakielekea upande wa mashariki pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Na hapo ndipo kizazi cha Waha kilipoanzia. Kwa muktadha huo, eneo la kwanza kuishi watu katika nchi ya Tanzania ni Kigoma, wakitokea Afrika ya Kati. Hivyo hao ndio walioanzisha mji wa Ubujiji na Lusambo. Kwa ujumla, ikumbuke kwamba mji wa Ubujiji ndio mji mkongwe zaidi katika mkoa huo wa Kigoma, kwa sababu watu kutoka Kongo ndio walifikia kwenye rasi hiyo ya Ubujiji kando kando mwa ziwa Tanganyika, ambapo kwa sasa panaitwa Ujiji. Jina la Ubujiji ndilo lilizaa Ujiji ya sasa. Majina hayo yote yalizaliwa kutokana na mtawala wao wa kwanza kuitwa Kajiji. Hivyo basi, walitumia jina lao la mtawala wa kwanza kama jina la mahali hapo, kwa sababu kabla yapo palikuwa hapana jina rasmi kabisa la maeneo hayo, kabla ya kuingia kwa mtawala huyo wa kwanza. Baada ya ongezeko kubwa la watu pembezoni mwa ziwa Tanganyika, watu hao walianza kutoka maeneo ya ufukwe na kuelekea maeneo ya juu, yani highland. Na huko ndipo utawala wa Lusambo wa Nyange ulipozaliwa. Sasa ni kwa nini ilibadilishwa jina kutoka kwa Lusambo wa Nyange na kuwa Kigoma? Sababu ni kwamba baada ya watu hao kufika kwenye ardhi za juu, yani highland, alitokea kiongozi mwingine aliyekuwa akitambulika kama Kagoma, kuwa kiongozi wa watu wa ardhi za juu. Hivyo basi, hiyo ardhi ya juu ikaitwa Kigoma kutokana na jina la chifu huyo Kagoma. Kwa sababu hiyo ndiyo maana manispaa ya Kigoma Ujiji imeandikwa Kigoma Ujiji, kwa kuwa hiyo miji yote miwili ina historia ambazo zinalandana. Kwa mantiki hiyo, watu wa Ujiji waliitwa Wajiji na watu wa Kigoma wakaitwa Wagoma. Kutokana na kutokuendelea kwa sayansi na teknolojia kipindi hicho, machifu walikuwa wakitawala eneo dogo ambalo linafikika kwa miguu mipaka yake. Hali hii ilifanya watu wengi kutoka hapo na kwenda kuanzisha familia zingine na kuunda falme zingine, mfano Chief Rusimbi aliyepatikana katika maeneo ya Rusimbi na Chief Sultani Simba aliyepatikana katika maeneo ya Bangwe. Inaelezwa kuwa Wakongomani walitoka Kongo wakiwa tayari wameshakuwa na makabila yao, mfano Wagoma, Wabwari, Wabembe,
pamoja na Wamanyema, na baadhi yao baada ya kufika walipewa majina ya miji kama vile Katonga, Bangwe, Mkabogo na Burega. Zipo nadharia nyingi zinazoeleza kuhusu chimbuko la Waha na watu wa Kigoma kwa ujumla. Miongoni mwa nadharia hizo kwamba wapo waliokuwa wakidai kuwa wageni walipofika katika maeneo ya Kigoma na kuwauliza kuhusu wao, nyinyi ni wakina nani? Wao walikuwa wakijibu Abaha, yaani wakimaanisha sisi ni watu wa hapa hapa. Hivyo wale wageni kuitamka Abaha walipata shida sana na wakaamua kutamka Waha. Baadhi ya watu kupitia hii nadharia wanafikiri ndivyo kabila la Waha au jina la Waha au watu wa Waha au Waha wenyewe ndipo walipotokea kwa namna hii. Na wengine walidai kuwa kuna mtawala mmoja wa Buha ambaye alikuwa akiulizwa na wageni, hao unaongoza ni wakina nani? Alikuwa akijibu Nabaha, yaani akimaanisha hao ni wenyeji wa hapa hapa. Nadharia zote hizi zilitokana na watu kutotambua asili halisi kabisa ya watu kutoka Kigoma na Waha kwa ujumla. Ifahamike kwamba Wagoma na Wajiji hawako peke yao katika kuliunda kabila la Waha, bali kuna watu wengine waliungana nao na kuileta lugha mpya ambayo kwa sasa inajulikana kama Kiha. Wagoma na Wajiji waliungana na watu kutoka maeneo ya Buha ambacho hicho kijiji kipo Heru, kwa sasa inafahamika kama Kasulu. Watu hao waliungana pamoja na wakaunda kabila la Waha. Watu wa Heru wenyewe walitokea maeneo ya Burundi, Rwanda, Kongo katika mgawanyo wa wale Wakongomani waliopitia njia ya kaskazini mwa ziwa Tanganyika. Watu hawa kutokea Kongo, Rwanda pamoja na Burundi walipoingia katika maeneo ya Buha walijulikana kama Wanyongozi, ambao hawa waliongozwa na malikia wa kike ambaye alikuwa akiitwa Mami Therese Ntale. Malikia huyu ndio aliyoongoza makabila yote hayo yaliyokuwa yakizunguka hapo katika mji wa Buha. Muunganiko wa kibiashara kati ya watu kutoka Bujiji na Rusambo na watu wa Buha ulisababisha pakubwa sana watu wa Buha kupeleka bidhaa zao katika miji ya Rusambo na Bujiji, na watu wa Rusambo na Bujiji walipeleka biashara zao katika mji wa Buha. Watu wa Rusambo na Bujiji walipeleka bidhaa kama vile samaki na vitu vingine vya baharini, na watu wa Buha kwa kuwa walikuwa ni wakulima waliweza kutoa mazao ya nafaka kama vile mahindi, maharage na mazao mengine ambayo yanahusisha kilimo cha kawaida. Hivyo basi muunganiko huu ulipelekea mkusanyiko mkubwa sana katika mji wa Buha, kwa sababu ndo kilikuwa ni kitovu cha biashara yenyewe ya mabadilishano kati ya bidhaa za baharini na bidhaa ambazo zilikuwa zikilimwa nchi kavu. Kutokana na mkusanyiko huo katika kijiji cha Buha kilipata umaarufu mkubwa sana na kikaanza kujitanua chenyewe pale pale. Kuna baadhi ya watu walisogea kabisa katika eneo za juu, maeneo ya juu kwa sasa yanaitwa Heru juu. Hayo maeneo yalikuwa yakiitwa zamani Abaheru. Watu waliokuwa wakiishi maeneo hayo walikuwa wakiita Abaheru, na wengine walienda katika Kidongo Chekundu, hao wenyewe walikuwa wanaitwa Banyongo. Mtanuko huo wa mji wa Heru ulisababishwa na mwingiliano wa kibiashara kati ya watu kutoka kanda ya ziwa na kule maeneo ya juu, yani Highland, ambayo ilikuwa inafahamika kama Buha. Katika maeneo hayo watu wakaanza kuanzisha biashara na makazi ya kudumu ya moja kwa moja na familia pia. Mazingira hayo yalipelekea kuunda kizazi kipya ambacho kilichanganya Wabwari na Wanyongozi ambao walikuwa wamechanganyika Warundi, wa Rwanda pamoja na Wakongo waliepitia Tanganyika ya kaskazini. Hivyo basi mwingiliano wa makabila hayo yote ndio uliosababisha lugha bunifu kutoka Buha ambayo iliitwa Kiha. Mwingiliano wa Wanyongozi na watu wa Bujiji
na Wagoma ambao zamani walikuwa wakiitwa Lusambo Wanye. Lugha hiyo ilizalishwa kutokana na maslahi ya kibiashara, kwa sababu walipokuwa wakikutana walikuwa hawaelewani kutokana na walikuwa wakizungumza lugha tofauti. Hivyo basi waliona wabuni misamiati mipya ambayo itakayowasaidia wao kwenye biashara zao. Hiyo misamiati mipya iliyobuniwa ndiyo kwa sasa kinaitwa Kiha. Hivyo Kiha kimetofautiana na Kirundi, Kiha kimetofautiana na Kikongomani, Kiha kimetofautiana na Kirwanda, lakini hicho Kiha kina maneno ya Kirundi na maneno ya Kikongomani kama yalivyokopeshwa katika muda wa nini, wa kubadilishana ile misamiati mipya. Hivyo basi Mkongomani anaweza akaongea na Muha na wakaelewana, na Mrundi anaweza akaongea na Muha na wakaelewana. Haya yote yanatokana na Kiha kukopa misamiati mingi sana katika lugha kongwe ambazo zilizokuwepo kabla yake. Hiyo ndio uhalisia mkubwa kabisa na historia nzuri ya watu wa Kigoma na Waha kwa ujumla. Hivyo basi kwa wale wenye madai kuwa Kigoma kuna Warundi wengi, kuna Wakongomani wengi, hilo kupingika inaweza ikawa ngumu kwa sababu ni maeneo ya mpakani. Lakini genesis ya watu wa Kigoma iko pale pale kwa watu wa Kigoma. Yaani kuna watu ambao ni wazawa na ni Watanzania wanaishi wapi? Kigoma. Kwa mantiki hii tunakuja maeneo kama ya Arusha, kuna watu wa Kenya. Tunakuja maeneo kama ya Kagera, kuna watu wa Uganda. Tunakuja kwenye maeneo kama ya Rukwa na Mbeya, kuna watu wa Malawi na Zambia. Hayo yote ni kwa sababu hiyo mikoa yote ipo katika mipaka ya Tanzania. Maeneo yote ya mipaka ya Tanzania ndiyo hiyo mikoa inapatikana. Hivyo basi Kigoma kuna vivutio vingi vya utalii kama vile Gombe, Mahale, misitu minene ya Tongwe. Pia kuna ziwa kubwa Tanzania na ziwa kubwa East Africa na ziwa kubwa Afrika ambalo ni Lake Tanganyika. Hilo linatoa samaki wazuri ambao ni mgebuka, pia linatoa na dagaa wazuri. Hivyo ni fahari yetu kuwa na mji kama Kigoma wa Tanzania.